Hello there. Karibu tena kwenye kipindi kingine cha Fungua Neno. Hapa kwenye Fungua Neno, tunafanya kitu simple sana, tunakuja pamoja, tunafungua neno la Mungu, tunajifunza kutoka kwenye neno la Mungu. Tunajifunza kutoka kwenye neno la Mungu. Tunaamini kabisa kwamba hili neno la Mungu liko designed kututakasa. Kututakasa ili kutufanya tuwe conformed to the image of the Son. Tufanyike kufanana na Kristo Yesu. Hivyo basi, tufungue neno. Fungue kitabu cha Hagai. Kitabu cha Hagai kinapatikana namna rahisi ya kupata kitabu cha Hagai. Unaenda mwisho wa agano la kale, afu unarudi vitabu viwili nyuma. Ukianza kurudi nyuma utakutana na Malaki, and then baada ya hapo utakutana na Zakaria, and then before that utakutana na Hagai. Tuko kwenye chapter ya pili. Sasa hivi tunaangalia mstari wa 18. Kwenye hiyo episode ambayo ilipita tuliona another prophecy ambayo ilikuwa ni kama prophecy ya 4, ya 4, ambayo kila wakati Hagai alikuwa akipata prophecy anatupa tarehe. Kwa hiyo alianza kwenye sura ya kwanza mstari wa kwanza, kwenye sura ya kwanza mstari wa 15, kwenye sura ya pili mstari wa kwanza, baadaye kwenye sura ya pili mstari wa 10 akaanza prophecy nyingine. Sasa hivi anaanza tena prophecy, a different prophecy. Neno la Mungu limemjia tena. Huu nabii umemjia tena. Kwenye mstari wa 18 anasema consider now from this day and upward. Anasema from the 4th and 20th day of the 9th month. Kwa hiyo ni mwezi wa 9 tarehe 24. Kwa hiyo anawaambia fanyeni ku consider. Hapa ni kama kwenye tarehe ni ile tarehe ambayo ilikuwa imepita. Anasema fikirieni, consider your ways. The literal meaning hapo hivyo ni kwamba set your heart. Kwamba moyo wako unamuelekea nani, unaelekea wapi. Ndio maana hiyo ya consider your ways. Jiangalie, jitazame wewe mienendo yako. Hivi unafanya sawa sawa na jinsi ambavyo Mungu anakutaka ufanye, anakutaka uishi, anakutaka uenende. Sababu kama umekombolewa na damu ya Yesu, Paulo anasema you are not your own. You don't belong to yourself. You are the temple of the Holy Spirit. Ndio. Wewe ni hekalu la Yesu Kristo. Kwa hiyo sio tena, you don't belong to yourself. You actually belong to Christ ambaye alikununua. Wewe ni nasema mtumwa wa Mungu. Your master is a loving master. Kwa mstari wa 18 anasema consider now. Afu anaitoa hiyo tarehe. Anasema from the day that the foundation of the Lord's temple was laid, consider it. Sema rudi nyuma uangalie jinsi ambavyo ile siku ambayo mlianza kujenga msingi wa ile hekalu la Bwana. Kabla hapo alikuwa anawaambia kumbukeni jinsi mlivyoanza na jinsi ambavyo mliishia kupigwa kwa sababu mliacha kufanya kazi. Mstari wa 19 anasema is the seed yet in the barn? Yes. As yet the vine and the fig tree and the pomegranate and the olive tree hath not brought forth. From this day I will bless you. Anasema sasa sikilizeni. Mimi amri yangu ni kwamba mrudi kufanya kazi. And mkirudi kufanya kazi from this day, kuanzia siku hii ya leo, mimi nitawabariki. Nitawabariki. Anasema kwamba angalieni kwenye storehouses zenu. Si humo kuna supplies bado zipo. Unafikiria hizo surprise amewapa nani kama sio mimi? Mungu. Kwa hiyo anawaambia kwamba from this day nitawabariki. Kwa hiyo anapewa ahadi nyingine kwamba kumbe kazi ya Mungu inakuja na baraka za Mungu. Kumbe tukifanya kitu ambacho Mungu ametuagiza kufanya, yeye Mungu anatuprovide na vitu ambavyo tunavihitaji ili kufanya hiyo kazi ya Mungu. Kuna mwandishi mmoja anasema kwamba pale ambapo kidole cha Mungu kitakaposonta, mkono wa Mungu una provide. Mkono wa Mungu unatupa vile vitu ambavyo tunahitaji kwa ajili ya kufanya ile kazi, kufika kule ambako Mungu anatu direct kwenda kufanya ile kazi. Kwa hiyo kuna maagizo, kuna ahadi kadhaa ambazo tayari tunazo mpaka sasa hivi. Unakumbuka kule mwanzoni kwenye sura ya kwanza mstari wa 13 alisema kwamba jamani, waambie kina Zerubbabel na Joshua kwamba I am with you. Kuna ahadi nyingine alikuja akaitoa kwenye sura ya pili mstari wa 4 akasema tena I am with you. Do not fear. Fear ye not. Msiwe na wasiwasi, msiwe na hofu kwamba eti Mungu anawatuma sehemu ambayo hamwezi kufika. Kwamba Mungu akikutuma sehemu, jua kwamba anakuprovide na kila kitu unachohitaji ili ufike huko unakotakiwa kwenda. And then ahadi nyingine anawaambia kwamba roho wangu atakuwa na nyinyi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya lile agano ambalo niliweka na nyinyi tangu nilivyowatoa kwenye nchi ya utumwa, nchi ya Misri. Kwa hiyo hapa kuna ahadi tena nyingine, anasema I will bless you. Sijui
sijui nijaribu kuielezeaje ili uweze kuelewa kwamba Mungu hakutumi sehemu ambayo hakutaki ufike. Akikutuma kwenda kutangaza Injili, akikutuma kwenda kumpenda jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe, akikutuma kwenda kusahihisha mafundisho ambayo ni ya uongo kwa mfano, akikutuma kwenda rebuke, reprove, correct, instruct, teach, train, all of these things, akikutuma kwenda kufanya, basi anakuprovide with everything you need kwa ajili ya hiyo safari, with everything you need kwa ajili ya kwenda kufanya hiyo kazi ya Mungu. Kwa hiyo not only is he with you, anasema I am with you. Yesu kumbuka akiwa anawaambia wale wanafunzi wake kwenye Mathayo, Injili ya Mathayo 28, anawaambia kwamba all authority, mamlaka yote mbinguni na ulimwenguni imepewa kwangu, nimepewa mimi. Kwa hiyo enendeni kwenye mataifa yote mkafanye wanafunzi katika mataifa yote, kiwabatiza katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Hapa anawaambia kumbukeni, I am with you. Mimi nitakuwa na nyinyi all of the days. Siku zote mtakuwa na nyinyi. Kwa hiyo kumbe tukitumwa kwenda kufanya hiyo kazi, kuna ahadi ya kwamba atakuwa na sisi, kuna ahadi ya kwamba kwamba tusiwe na hofu, ya? Kuna ahadi ya kwamba Roho wake atakuwa na sisi. Hapa kuna ahadi ya kwamba tutabarikiwa. Ya? I don't know kama wewe ni Mkristo ambaye unataka kubarikiwa na Mungu. Lakini kama wewe ni Mkristo ambaye unataka kubarikiwa na Mungu, hebu anzia hapa, fanya kazi ambayo Mungu amekupa ufanye. Ya? Anasema from this day on I will bless you. Na tulisema hapo awali, kazi ya kwanza ambayo Mungu ametupa ni muamini Yesu Kristo. Hakuna jina jingine ambalo mwanadamu amepewa ili aokoke bali jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa kama hujamwamini Yesu Kristo, muamini leo. Muamini sasa hivi, wakati huu, ili uweze kutembea ukijua kabisa kwamba unakoenda Mungu ameshakupa kila kitu unachohitaji kwa ajili ya kufika huko ambapo anataka ufike, na pia anakubariki kuanzia siku hii ya leo kwenda mbele, anakubariki ili uweze kufanya ile kazi ambayo amekupa ufanye. Amen.